kwa sababu mama yako alikuja nyumbani kwangu. Sielewi. Mama yako alikuja nyumbani kwangu akiwa mjamzito na wewe ukiwa mtoto mdogo. Akaja kuomba msaada pale nyumbani kwangu na tukamsaidia vizuri. Lakini hatima yake alitoroka na kukuacha wewe pale nyumbani. Kaenda wapi sisi hatujui. Sema. Samahani ndugu yangu. Samahani dadangu. Nilikuwa namuulizia mganga kwenye kijiji. Mbona umemwacha mbali dadangu? Mganga yuko mbele huko ulikotokea, kuna njia panda, kuna njia iliyoenda huko, njia iliyoenda. Wewe hapa inabidi ungechukua njia ile ya kulia ndio ungeenda kwa mganga. Na huu muda ulivyoisha huu. Na baada sijui uchukue pikipiki tu dadangu. Lakini kutembea hivi na mtoto na hivyo ulivyo dadangu. Ni sawa tu, haina shida. Yaani hata kama ikiwa wapi, mimi nachoomba tu Mungu nifike salama. Dadangu, basi haina shida, inabidi tu nikupeleke mpaka kwenye ile njia panda, nikuache hapo mimi nitaendelea tu na safari zangu. Haina shida, nitafika tu. Basi msaidie mtoto. Nitashukuru. Njoo mwanangu, Unaitwa nani? Mwajuma. Mwajuma. Pole dadangu. Pole, sasa twende tu kupeleka. Si ndo unatangulia? Marahaba, natangulia. Wewe nipate. Mbona umechelewa sana shoga yangu? Acha tu ya dunia ndugu yangu. Odi. Ndo kazi uliochagua mke wangu, acha tuikute. Karibu, nani? Asante. Karibu ingia. Asante. Za saizi jamani. Salama tu, karibu. Asante. Samahani. Si hapa ndo kwa mganga? Ndio hapo hujakosea, karibu sana. Asante. Kaa kitako. Asanteni jamani. Mimi kwa jina naitwa Zubeda Maganga. Natokea kijiji cha
Kisanga. Mimi nilikuwa na matatizo katika kuulizia ndo nimeelekezwa kijiji hiki. Jamani, sijui hata niongee nini. Dada, tafadhali usilie. Shusha hasira zako, teremsha huzuni yako, zungumza kitu ambacho kimekuleta hapa. Zungumza hisia zako kwa sababu umefika sehemu salama. Yeye huyu ndo mganga mwenyewe. Na kama ulivyoomba kwamba kusaidia kwa mambo mawili, yeye ndiye atakayekusaidia kwa mambo mawili kwa sababu yeye ni mwanamke, alafu ni mzazi pia vile vile anajua masuala ya uzazi. Alafu cha pili, mganga mwenyewe si mimi, yeye ndo mganga. Kwa atakusaidia kwa mambo hayo mawili. Kwa kuwa huru. Ni kweli baba yangu, mimi nina matatizo makubwa sana. Yaani nahisi kama vile kwa nini nimekuja kutupwa duniani kwa ajili ya mateso. Kama unavyoona hali ya mwanangu, mwenyewe tumetoka mbali mpaka kufika hapa. Labda tu niongee kilichonileta. Mimi hapo nyuma nilikuwa nimeingia kwenye chama cha wachawi. Na sio amri yangu. Nimeshinikizwa tu na wengine. Kuna mama yupo ndo mkuu wetu. Nimeingia. Lakini tangu nimeingia kwenye chama cha wachawi, sijawahi kupata baraka yoyote. Mume wangu amenikimbia. Familia yangu imenitenga. Sijui naingilia wapi, natokea wapi. Changamoto ni nyingi za maisha mwenzenu, mimi mwanamke. Sawa dada, nimekusikia na nitakusaidia. Hebu mweke hapo. Mimi mwanamke mwenzio ni stili. Nimekuelewa dada. Ila nina swali moja tu. Una uhakika umeachana na hicho chama cha kichawi? Dadangu, nimetoka, sitaki kabisa kusikia hilo jambo. Nimeamua kumrudia Mungu wangu na ndio maana niko hapa. Sitaki kabisa, mimi sitaki kuingia kwenye kile chama. Siwezi. Changamoto zenye ndo hizi kweli, mimi sina amani ya maisha. Nimemkosea sana Mungu. Saidie tu ndugu yangu. Kama unaoyasema yana ukweli, basi tatizo hili litaisha tu. Litaisha dada. Kuwa na amani. Mume wangu. Hebu nisaidie kutoa mzigo hapa. Uende pale ndani kwenye kilinge changu pale, kuna dawa usaidie kuitengeneza. Dada, hebu mchukue mtoto wako mwingine hapo ndani. Samahani, naomba niongee kitu. Nasikia tumbo linavuruga sana. Nipate chochote japo maji ya moto, na huyu mtoto kikweli ameteseka kutwa nzima leo. Chakula kipo. Utakula.
nimetoka mbali, nimekuja kufuata mizigo yangu. Mizigo gani? Mizigo gani unauliza? Unauliza? Sisi tumekula maagano, wewe unachukua? Sina mzigo wote kwangu. Hauna mizigo yangu. Leo hauna mizigo yako. Mimi sio wa mchezo. Siwezi kutishika na vibaraka kama nyinyi. Hauna uganga wa kunizidi mimi. Mimi ndembo mkuru wewe, ndembo mkuru wewe, ndembo mkuru. Paluvala, nimekuja uwanjani kwako. Utanifanya nini? Uwezi kunizuia. Siogopi ukubwa wako. Wewe nao vibwengozio. Hapa kwangu huna mzigo yote uliouwekeza kwangu. Na siogopi. Unatoka mashariki, unatoka magharibi. Mimi kwangu hainihusu. Na kamwe huwezi kuniingilia mimi na familia yangu. Furaha ya leo, majuto ya kesho. Wewe hujui kama umeingia katika mtumbi wa vibwengo. Mume wangu, unajua na kibarua kizito sana. Kibarua kizito sana. Unakijua? Acha tu. Jana usiku bwana, si nimejua na mchawi yule mama yule kanijia, nakwambia heka amekasirika nini, anachotaka ni mtoto. Tukapambana pale, tukapishana kauli, lakini nilimshinda. Nikamwambia bwana, hapa kwa mtoto huwezi kumpata, labda kama mimi sipo na sijasimama, lakini kama nitasimama kama mimi huwezi kumpata mtoto. Tumegombana pale, mwisho wa siku akaondoka zake. Sasa vita ndio hiyo hapo, wanataka mtoto. Mke wangu ni mbishi sana. Yaani katika wanawake wabishi huwa anashika namba moja. Nimeshakwambia mara ngapi kuhusu huyu mama. Achana naye kizikana aondoke, kwa sababu mtu mwenyewe alishakwambia kwamba yeye alikuwa mshirikina, kwamba yeye alikuwa kwamba ni mchawi. Sasa unaamini vipi kama ameacha mambo ya kichawi? Achana naye aende zake, utakuja utadhurika bure. Watakuchukua bure hao wachawi. Wachukue wewe, wamwache wakutoe sadaka wewe, wamwache yeye. Nisikilize mimi basi mumeo, Haya unayosema mume wangu huenda akawa na ukweli ndani yake. Lakini mbona mimi sifanyi baya lolote? Nafanya kwa sababu ya kuwasaidia watu. Hivi kabisa uone kiumbe cha Mungu kinateketea hivi wakati uwezo wa kumsaidia nao? Sio kweli. Sio kweli, nitapambana kadri ya uwezo wangu. Na mume wangu usiongee hivyo. Ukiongea hivyo kama unanitia laana baba. Hebu kunjua nafsi yako, tulifanya hili kwa kushirikiana. Mambo yatanyoka. Sasa mwenzangu unaponiambia, unaponipa laana kibao, nafikiri mimi nitafanikisha? Yaani wewe ni usikii. Sasa labda nizungumzie hapa, ndio wewe utasikia. Kwa sababu hapa nimezungumza lakini hunisikii. Nitumie kuzungumzia hapo, wewe ndio utanisikia. Si ndivyo? Huyu mwanamke ameshakwambia kwamba yeye alikuwa mchawi. Anasema eti anataka kuacha masuala ya uchawi. Umeingia katika moyo wako, umemwona? Unamfahamu vizuri huyu mwanamke? Kama ameleta kwamba anataka kujaribu wewe akuone kipimo chako. Wagonjwa wangapi nimekusaidia hapa? Hadi dawa napika muda mwingine. Na naenda porini nachukua dawa, nakuja napika hapa nachemsha, kwa sababu mke wangu nakusaidia. Kwa nini niwe mzito kwa huyu mwanamke? Mwajuma, nimemuona sio mtu mzuri. Unajua nakupenda mama yako. Hafai. Ila wewe nafanya yote kwa ajili yako. Kila mtu majanga mke wangu. Sina njia nyingine baba. Hili janga hili. Hii ndio salama kwako mwanangu. Kabisa. Najua unapitia changamoto nyingi mwanangu. Lakini changamoto ameumbiwa mwanadamu. Usikate tamaa Mwajuma. Najua ni mdogo sana. Nakupenda. Nakupenda mwana. Labda nizungumzie hapa.
Fly. Fly mwanangu. Naenda kukuletea zawadi. Mama Semeni, nielewe vizuri. Sikukani. Lielewa hilo. Ila hili usinishirikishe tafadhali, nakuomba. Tafadhali. Usinishirikishe. Mama! Hey. Zubeda. Jamani. Huyu mwanamke kenda. Mama! Kamwacha mtoto hapa. Mwajuma. Kwani mamako kaenda wapi mwanangu? Kula. Labda mamako kaenda kisimani. Umesikia? Maliza ukimaliza hapa nawa hapa kunywa maji, njoo hapo nje kuna babako. Umesikia mama? Mamako anarudi basi, wachekelele. Binti mwenyewe basi yupo huko ndani. Mwacha mtoto peke yake hapo. Unaenda wapi? Najua. Nje huko mwangalia, labda atakuwa ananyosha miguu nje huko. Ukimwangalia nje huko labda. Au kaenda kisimani kuchota maji. Hiyo tena mitihani. Mtu mwenyewe mtu wa mitihani, alafu anatoka ndani, haagi. Angeaga natoka nanyosha miguu hivi hapo sawa. Mtu mwenyewe majanga, alafu unatoka bila kuaga. Kweli jamani? Alafu anamwacha mtoto peke yake. Si mpango mtu kama kunyosha miguu aage tena nini? Kunyosha miguu pia kwambie Mama Semeni natoka nenda kunyosha miguu, Mama Semeni mimi naenda huku, Si ndio soko uneji wake kwa mji tayari ushamuonyesha mwenyewe, mazingira yote anafahamu. Kwa mwingine anafanya tu mwenyewe bwana. Usikute pengine anafanya mazoezi. Si unaona hali yake, ananyosha miguu, ananyosha viungo kutokana na hali yake ilivyokuwa. Anataka kunifanya mimi mlezi tena hapa wa mtoto wake. Ndio hivyo mume wangu, mimi ninachotaka tushirikiane. Mimi nataka kumuokoa huyu binti na mtoto. Sina dhumuni baya lingine lolote, wala sina ile kushindana eti kwamba nina sifa mimi nishindane nao, hapana. Sasa mtoto wake anakosa gani maskini wa Mungu? Unajua mume wangu, siamini kama binti itakuwa kweli ametoroka. Mimi kuhusu swala kutoroka kwa kweli sina imani nalo. Yaani imani yangu kwamba yupo tu na tembea kwamba atarudi, lakini sio kwamba ametoroka. Sina imani ya kutoroka kwa kweli mamake huyo. Maana hata ile furushi ndani halipo. Kumbe hadi ile furushi halipo. Lakini unajua mke wangu yule mwanamke, mimi nilianza kumuhisi tangu siku ile aliyokuja, siku ya kwanza ile. Kwa sababu nilimwangalia yule uliaji wake, uzungumzaji wake, vile akizungumza, vile akiongea. Nikaona huyu mbona ni mnafiki huyu, anaongea kinafiki, analia kinafiki. Wewe mtu kuongea tu kumaliza mara unaomba chakula. Nikaona huyu mwanamke huyu hakuna kitu. Lakini nikiongea mimi hapa, nikizungumza, nikisema kweli hapa, mke wangu utaniona mimi mkorofi, utaanza kulisema mume wangu mkorofi hivi na hivi. Nikanyamaza kimya, nikaamua kutulia. Lakini mwanamke so mkweli yule. Amna bwana. Mimi na imani atarudi tu. Ameacha kiumbe chake. Na istoshe yule dada nahisi kama anajisikia tu vibaya. Unajua kukaa kwenye nyumba ya mtu mtegemee kwa kila kitu. Hata ungekuwa wewe mume wangu singeweza. Huenda katoka kwa ajili ya kujitafutia. Najisikia vibaya mke wangu. Hivi mwanamke mwenye uchungu kabisa, uliyebeba ujauzito miezi 9 katika tumbo lako, uliyekwenda lebo ukajifungua kwa uchungu, si ndivyo mnavyosema wenyewe, unajifungua kwa uchungu, unathubutuje kumwacha mtoto kama huyu katika sehemu za watu ambao sio wajua, halafu unaondoka na kukimbia? Inaingia akili kweli? Wewe unakuita mwanamke kweli wewe? Una uchungu kabisa umejifungua? Sio kweli mwanamke huyu, mamake huyu ni gaidi, sio mwanamke wa kawaida, mimi nakwambia.
Usiongee maneno ya sasa mbele ya mtoto. Ufikiri hasikii huyu? Anasikia na anaelewa vizuri. Sasa unavyoongea hivyo anajisikia vibaya. Hata kama mke wangu, kwa sababu nikizungumza sana hapa ndo yale yanarudi. Mimi nikiongea sana naogopa kuongea sana, kwa sababu madudu yako unajua yananiadhibu nikizungumza hapa. Nikiongea kule mara nyingi huwa ananiadhibu, lakini kinachotokea nini? Ni yale yanajirudi. Mimi ni mwanamume, hata kama wewe umenizidi kwa uganga, bado nitasema kuwa mmeo. Ongea na majini yako. Ongea na majini yako mke wangu. Mimi lazima kweli ni useme, kwa sababu nakumbuka juzi hapa nimezungumza kweli, yamenipiga mtama. Mdomo umepinda, mguu umepinda, nisizungumze ukweli. Kwa mimi nibaki tu kuzungumza, kukaa kimya mke wangu? Kitu kama hicho hakipo Mmasemeni. Ukweli lazima nizungumze. Ifike wakati kila mchuma janga hula na wakwao. Sasa hili utalila peke yako. Mimi sishirikisha, nakwambia. Wallahi nimechoka mke wangu, nasimama na mangapi kwa ajili yako wewe? Kuna leo na kesho. Tumeiona jana, tumeiangalia sasa hivi. Kesho hatuijui. Sio kila mgeni anayekuja hapa na matatizo tukamsaidia. Mimi sitaki kwa sasa hivi. Kwa sababu umeona hivi. Utarajia kama utalea mtoto kama huyo? Yaani mwanao yuko huo analelewa na bibi yake, wewe unalea mtoto wa mwanamke mwenzio. Ulitarajia hili? Hapana, sijatarajia, ila mimi nina imani atarudi yule binti. Tuendelee kumwomba Mungu. Kinua mnyonge babaye ni ajini. Mengu sioni. Mengu sioni. Mengu sioni. Sioni Mengu. Sioni Mengu. Mengu sioni. Sioni Mengu. Sioni baba. Macho yangu hayaoni. Naona giza tu Mengu, sioni. Subiri, unanichanganya mtoto. Macho yaoni vipi? Umetoka ndani, umekuja hapa kuchimba dawa. Sasa unaniambia macho uone. Tatizo la kutoka una macho nini sasa? Sioni. Nilikuwa nachuma dawa hapa, ghafla tunaona giza. Macho yangu hayaoni kabisa. Macho yangu hayaoni baba. Macho yangu hayaoni. Wameniweza. Wameniweza. Subiri basi. Tulia basi. Tulia, sawa. Tulia. Sawa. Tulia. Twende ndani. Wameniweza mimi. Wewe nyamaza, hebu twende tukazungumze vizuri kwanza. Ndio hivyo tu, tiketi bovu liko shambani mwako, uwezo ukalichukua ukapeleka katika shamba la mwenzio. Mke wangu, nimeongea sana, nimezungumza sana, lakini hukunisikia. Nikao nakuuliza nizungumzie wapi ili unisikie, kwa sababu mdomo una uzungumza huwezi kusikia. Nizungumze kwenye kwapa? Nishakuuliza hivyo, sitaki kuuliza hivyo. Kiko wapi? Au majini wako wako wapi sawa kusaidie sasa hivi hapo? Yako wapi mashtani yako yakusaidie? Ya kutoa katika upofu ya kurudisha katika hali yako ya kawaida. Anateseka nani sasa hivi? Baba Semeni, si ndivyo? Baba Semeni ndiye anayepata tabu za maisha. Mimi ni mwanamume na ni mumeo kabisa wa ndoa. Nikikwambia kitu lazima ukisikie na ukielewe na unisikilize mimi. Lakini mke wangu kila nikiongea umeingilia huko, umetokea kila nikiongea na nyanyasa, kila nikiongea hivi. Nikiongea sana majini yako yananiadhibu mimi, yanipa tabu ya maisha, nakosa raha za maisha majini yako.
Nini sasa kinachofanyika hapo? Nani anateseka? Yaani kama ingekuwa mwili yangu, huyu mtoto ningemchukua, ningempeleka kesi, ningemtupa kisimani huko. Kwa sababu yeye ndio ananipa tabu mimi za maisha sasa hivi. Yeye ndio anasababisha mimi nateseka sasa hivi. Mbona ikatulia sasa ikawa anajikoza hapo ndani kama lopaliona moshi? Na wangu. Usiongee hivyo. Huyo mtoto hana hatia yoyote. Mwenye makosa ni mimi baba. Hicho ni kiumbe cha Mungu. Hakina hata kitu kimoja kinajua. Hata ile ambalo limetokea hajui. Kwa mwache tu, usimtaje wala usimnenee mabaya. Ni hukumu mimi. Lakini hatia yote naiteseka nani sasa hivi? Unadhani hapo utapika? Unadhani utachota maji hapo? Shughuli zote ni baba Semeni. Kwenda kisimani baba Semeni. Kupika sasa hivi baba Semeni. Kuosha vyombo sasa hivi ni baba Semeni. Shamba baba Semeni. Kuna kazi ambayo tukaifanya mke wangu hapo? Hakuna. Hakuna mama Semeni, kazi tukaifanya yote ile hakuna. Hivi ulifikiri nilivyokuwa nikikwambia kwa kila mchuma janga ule na wakwao ni tunda kwamba tutachukua kila huku kulinonea tu hivi na hilo nalinonea hivi. Janga ndo hilo sasa. Hilo ndo janga lenyewe. Ulikuwa mzima wewe. Ulikuwa na macho yako fresh tu, unaona vizuri tu. Kiko wapi? Aya, leo ndo kwanza asubuhi. Imepita mchana, sasa hizi usiku. Umekonda tafikiri vile umeshaanza kumakaribia wiki. Nini mke wangu? Umeliona hili? Linatunza siri nyingi sana. Lina mambo mengi sana. Na ni hivi mimi kwamba nimepelekwa porini nimekaa mwezi mzima. Je, ningepelekwa hospitali? Ana mengine kama unanisimanga baba. Naonyesha kabisa ushaanza kuchoka. Ila nisamee mimi. Mimi ndio mkosefu. Nisamee mimi. Ila nakuomba. Usije ukasubutu na hivi ambavyo sioni. Ukamtorosha huyo mtoto ukaenda ukamfanya kitu kibaya. Baba Semeni, usifanye hivyo baba. Niache tu. Nitajua namna ya kufanya huyo mtoto. Na imani nitamwokoa katika hili janga ambalo yuko nalo. Mimi nimtoe mtoto wa nini? Wani na adhabu za kwangu mimi, acha niadhibike. Sisi kwa adhabu za kwangu. Mimi ndio nilipata adhabu sasa hivi. Huyo mtoto anasema nini? Afadhali Semeni angekwepo angenisaidia hivi. Semeni ndio hayupo. Kwa sasa mimi ndio baba Semeni, mimi ndio mama Semeni, mimi. Nakwenda kukupikia chakula ule sasa hizi. Ndo kazi ilobaki. Nafikiri kuna nini? Sasa unaongea kwa hasira. Chakula kinalikaje baba? Mke wangu? Mume wangu? Upo kwa wapi? Umekaa huko. Kumbe uko hapa niko huko baba. Niambie mke wangu. Niko napunga upepo hapa. Nawaza, nafikiria, linaingia hili, linatoka hili. Nafikiria namna gani nitaishi katika hii hali. Maana ishakuwa ni mtihani mkubwa kweli kwangu na kwako pia. Hamna, mimi siteseki kwa ajili yako, kwa sababu naambiwa Mungu akuwekavyo ndivyo kavyo. Na siku zote maradhi huwa yanaingia kwa hafla hivi ila kutoka ndio inakuwa shida. Shaona? Kwa hilo mwachie tu mwenye Mungu. Sawa? Litakwisha tu kwa sababu limeingia kwa ghafla, basi itatoka kwa taratibu. Sawa mama? Ila sasa basi mimi nimekuja hapa mara moja nikwambia kwamba nakwenda zangu mwituni huko. Kwenda kuangalia dawa. Unajua tena mke mume wa fundi na yeye fundi. Ni kweli. Japo mkoba umerisishwa wewe, nami nautumia nafanya nao kazi. Si ndivyo? Nashukuru Mungu kwa kunitia moyo. Haya, ndani huko umekuachaje? Ndani kuko salama kwa sababu nimechota maji, nimesombolea vyombo vyote, nikaosha vyombo. Ila nimeviweka kwenye chanja pale kwa sababu nasubiri mpaka vitakavyokauka ndio peleke ndani. Na taraji nitakapotoka huko shamba nadhani vitakuwa vimeshakauka tayari, nitaviingiza ndani. Haina shida. Tambua nakupenda mume wangu. Nakuhitaji sana. Haya, kama utatoka utaenda, lakini usikawie kurudi. Na maana nimekuongezea majukumu
Hakuna, huu ni wajibu, kwa sababu mume na mke kusaidiana ni wajibu. Leo kwako, kesho kwangu, kwa sababu tumeiona jana, tumeiona na sasa hivi, kwa hata baadaye yetu hatuijui sembuse kesho. Kwa hiyo nimetoka ile mke wangu nisio kusaidia wewe, nadhani nimsaidie nani sasa? Sawa mwanangu, nakupenda. Nakupenda pia mke wangu. Nakuhitaji pia, utambue hilo baba. Mimi pia nakuhitaji mke wangu, tena nakuhitaji sana sana kabisa. Bado sana yani. Kwa sababu kama katika hesabu ndio kwanza tupo kwenye 5. Sasa mpaka tuje kupata 95 itimie 100, so leo. Haya, Mungu akutangulie babangu. Nawe pia baki salama mama. Mama Semeni. Baba. Mama mkwe. Mwanangu, habari yako? Mimi si jambo, namshukuru Mungu. Hofu kwako tu. Salama. Nani? Juma? Jamani, mimi mkwe bwana kitengo. Babangu huyo. Una wako wengi hadi Juma. Amna mwanangu, nimefananisha sauti hizi. Ndiyo mama. Bwana mimi nilikuwa napita tu kidogo, nilikuja kukusalimia mama. Utafika barabarani huko? Mama. Sasa kama utakuta bodaboda yote hata njiani huko. Ndio. Hebu naomba unitie mwanangu. Bodaboda tu? Aje sasa hivi au baadaye? Aje sasa hivi baba. Basi limepita hilo mama mkwe. Na nauli nitakulipia. Asante mwanangu. Bwana mama mkwe. Siku njema baba. Japo mwanao umemkimbiza lakini inshallah tutakaza. Mama mkwe mganga. mamangu. Mimi sio mamangu. Mamangu Zubeda. Zubeda huyu ndo nani? Na yuko wapi? Mimi sio mamangu. Wewe kijana, unafuata nini huku? Wewe si nikukabidhi kwa kale ka kijana kule, kale kanani kale. Eti kale ka kijana kanani kale. Ulisema mtomboka si? Hapana, kale kaitwi mtomboka. Kale ni kama mabuga. Mabuga. Wewe si nikukabidhi kwa mabuga. Ina maana huyo mama uliyokuwa mtafuta ndio huyo hapa. Maana nilitoa taarifa. Ukishampata niambiwe. Wewe kijana. Kazi kufuka tu manywele. Wenzao wanafuga kuku, wewe unafuga nywele. Una akili kweli wewe? Hebu sasa niweke bayana. Ndio huyu mama. Mzee. Nimesikia unamtaja Zubeda Maganga. Na mjumbe kama unavyojua. Ndio. Tokea nije hapa kijijini. Nimekuja kumtafuta mama yangu. Ndio. Na mama yangu anaitwa Zubeda Maganga. Unamtaja Zubeda Maganga sasa. Sijaelewa bwana. Nisikia? Huyu Zubeda Maganga ambao unasema wewe. Huyu ndio mama yake mzazi. Aliondoka pale nyumbani kwangu akiwa mjamzito na ana mtoto huyu hapa. Kwa hiyo alipotoka kule nyumbani akamwacha akatoroka akiwa mjamzito. Sasa huenda kama kweli unasema Zubeda Maganga ndio mama yako mzazi, basi yule mtoto aliyokuwa tumboni akati mtoroka pale nyumbani kwangu huenda ukawa ndo wewe. Kwa hiyo wewe huyu ni dada yako.
Kocha, hapo na mimi unajua sijaelewa kidogo. Kwa hiyo unamaanisha yule mama kale katoto kalikokuwa mimba ndo haka? Haka ndo kalikuwa mimba, mama yake aliondoka pale nyumbani. Kwa baada ya kujifungua sasa ndo akawa yeye huyu mtoto. Haka hapa. Kwa sasa wewe na huyu mama yenu ni huyo mmoja. Kwa kama wewe una uhakika unamtafuta Zubeda Maganga. Zubeda Maganga ndo mama yake huyu. Alikuja nyumbani kwangu, akafanya matatizo, akaondoka, akamwacha huyu mke wangu ndio akiwa anamlea. Kwa hiyo mimi kakangu. Mimi kakangu. Hapana. Hapana. Sasa sikiliza wewe binti bana. Mambo ya kuanza kulialia hapo unaweka mkosi. Kwa sababu umeshapata damu yako hapa. Ni vyema tu kaanza kufurahi. Isitoshe walikuwa wanatafutana siku nyingi kwamba ushaona kaka yako, nimekwambia kwamba mimba aliondoka naye mama yako ni wewe, tatizo nini? Mke wangu. Uzilie bana. Sasa watoto wamekutana afu tena kuna kusema hakuna furaha. Mbona mnanichanganya? Mume wangu. Hawa watoto naona kama wameteleza. Maana huyu kijana huyu na huyu ni wapenzi. Kumbe wewe kijana, si ulikuja kumtafuta mama, tulikutuma uanze mambo ya mapenzi hapa. Pumbavu sana wewe kijana. Basi sawa, yote kwa yote mjumbe. Mimi sasa naomba nimchukue mke wangu niende naye. Mama Semeni, koja na mimi nizungumze kidogo. Kwa kuwa wewe Mama Semeni na Baba Semeni tayari mmeshapatana, mkaishi kwa amani, mambo ya kutoroka hayafai. Si ndio? Sasa hivi hawezi tunakofanya hivyo. Hawezi. Mama Semeni, mkono kidogo mimi na wewe. Huwa hapa kwangu. Mke wangu, tutakiwa sasa tuondoke nyumbani. Semeni anatusubiri kwa hamu sana. Sababu katika hizo siku nilizokaa hapa sijajua kwa mwanangu hali zake yupoje. Kwa nataka nimwahi mwanangu nikamwangalie na hali zake. Sawa. Watoto, mama yenu naondoka naye. Kama mtakuwa mko tayari kuongozana na sisi, karibuni, kwa sababu nyinyi ni wanetu. Kwa sababu mama yenu anajulikana alipo mpaka sasa hivi. Kwa mkaishi na sisi nyumbani, mkakutana na ndugu yenu Semeni, la kama mtaona mji wenu na wafaa tutawatosha, mtabaki kuishi. Basa sisi tutakia maisha mema. Ili mimi mke wangu namchukua naondoka naye. Semeni. Semeni. Njoo mama. Semeni mwanangu. Huyo ndo mwanetu mke wangu. Kashakuwa mama sasa. Nimekuza mke wangu. Nimekuza. Hongera sana. Nimetimiza wajibu wangu mwanangu kwako, sawa? Nimekuwa mama sasa. Jamani. Binti yangu umekuwa mama. Mungu akujalie mama. Nimekuwa mama. Lakini ndio hata simuoni. Mama kwao ni tena sasa. Jamani.
Asante mume wangu, umenikuzia binti. Tutazungumza. Asante sana mke wangu, usijali kwa sababu ni wajibu wangu. Semeni. Kaite mkeka, tutazungumza tutafika pale, sawa? Nitakaita mkeka. Mama, nilikumbuka sana mama yangu. Ilifika hata nilishakata tamaa kuonana nawe tena. Mimi nikamelejea tena mama yangu. Hata mimi nimekukumbuka sana. Nimekukumbuka sana mwanangu. Nafarijika na furahi hata kusikia sauti yako. Mimi binti wangu. Hata mimi nilifikia hatua hiyo. Lakini kwa kuwa Mungu yuko, niliamini ipo siku tu nitasikia hata sauti yako kama hivi. Nimekukumbuka sana. Nimeteseka sana kwa ajili ya kukuwaza mwanangu. Na eti mateso yote niliyoyapitia kama ungekuwepo nisingeyapitia baba. Shukrani sana Mungu, asante baba. Umenilelea binti yangu. Angalau nasikia ka sauti tu kama mwenyewe, kama mama yake sijui. Usijali mke wangu, kwa sababu ni wajibu wangu. Ni wajibu kama mwanaume kumlea mtoto. Kwa hiyo ulivyokuwa huko basi malezi yalikuwa endelea tu kama kawaida. Kwa sababu Semeni alikuwa akikuulizia sana kila siku. Semeni alikuwa hana raha katika maisha yake. Semeni ni vile tu huna upeo wa macho wa kuona, lakini kama ungekuwa na upeo wa macho wa kuona basi ungemwona jinsi alivyodhoofika. Semeni kadhoofika sana kwa sababu yako mke wangu. Kwa hiyo nikaona hili kikweli sila kulistahimili, lazima nifanye vile kadri niwezavyo. Nikurudishe nyumbani mke wangu. Pole sana mama. Pole mama wangu. Nakupenda sana mwanangu. Kwa nakukumbuka kama ulivyokuwa unanikumbuka wewe. Baba. Nashukuru sana kwa kumrejesha mamangu. Nilishakata tamaa. Nilijua ungerudi peke yako. Hatimaye umenirejeshea furaha yangu tena. Usijali mke wangu. Usijali kwa sababu ni wajibu wangu. Na imetokea tu bahati mbaya umeteleza kama hivyo, kwa sababu kwamba hoja kusudia ni tuseme ibilisi tu alipita. Kuondoa shaka juu yangu, ondoa wasiwasi juu yangu, kwa sababu wewe ni mke wangu. Wewe ndo maisha yangu, mwenyewe unalifahamu hilo vizuri tu. Cha msingi sasa ni kukaa kumuomba Mungu kuangalia hii hali yako. Tulishughulikia ile swala lako la macho. Kama ni binadamu basi nina imani litakwisha tu, ila labda liwe la Mungu. Kwa sababu Mungu ndo mpangaji wa yote na alikishaliweka la kwake basi haliwezi kufunguka. Ila kama binadamu kuna mkono wa binadamu basi nina imani litakwisha kutoka sawa. Kikubwa furaha iwepo. Kikubwa umesharudi nyumbani. Mwanao na wewe hapo. Vingine vyote mtazungumza ukiwa na mwanao. Mwanao atakupikia chakula ambacho unachokipenda kila siku. Sawa? Utakula. Huko tuko tunaangalia hali yako. Si sawa? Asante. Shukrani. Mungu akuzidishie roho ya upendo. Pole sana ndugu yangu. Pole sana. Kwa sababu mwenyewe ulikuwa hujui kama yule ni dada yako, na yeye alikuwa hujui kama wewe ni kaka yake. Ila haya yote ni mipango ya Mungu, kwa sababu Mungu anakuwa na makusudio yake. Kwa hiyo wewe mwenyewe unafikiria nini kuhusu hili swala?
Yaani hapa nilipo mwanangu sielewi. Yule mzee kaja akamchukua yule mama ambaye ni kipofu yule. Kumchukua ameondoka. Sasa mwanendani tumebaki tuko watu wawili. Anashindwa kuniita kaka, anashindwa kuniita mume. Anashindwa kumuita dada, anashindwa kumuita mke. Tupo mwanangu, tunatazamana tu. Pole sana. Mimi cha kukushauri ndugu yangu hapo, kwa sababu haya yote yameshatokea kwa uwezo wa mwenyewe Mwenyezi Mungu. Ila cha kukushauri wewe jikaze tu, muite dada. Yule kashakuwa dada yako tayari, na yeye akuite tu kaka. Ila hizi hisia za mapenzi tena zife. Yaani jitahidi kuzicontrol hizi hisia za mapenzi. Eka hisia za kaka na dada. Sasa yule kashakuwa ndugu yako, kwa sababu laiti kama ungekuwa unajua usingefanya hichi kitendo chakuwa kuishi naye, cha kukaa naye ndani, kwa sababu mwenyewe ulikuwa mna mipango. Sasa hivi muishi ndani, muwe kama mke na mume, mfunge ndoa, au sio? Lakini haya yote mmoja kutokea kwa uwezo wake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Nicha kukushauri ndugu yangu, wewe kaza tena, jikaze, jitahidi sana kucontrol hisia zako. Kaa naye, usikae naye mbali. Same time unampa tele maneno ya kumliwaza bwana, yeye unamuita dada, ili naye ajisikie vizuri. Najua inauma sana, yeye moyo unauma kutoa zile hisia za mapenzi ndani ya moyo, kuja kuzirudisha katika familia awe dada, yani itachelewa. Lakini jikaze ndugu yangu. Sema nini? Kwani nifike maskani mama. Nitarudi kuja kutembelea tena. Haina noma, mimi nipo babu. Naomba unisamehe sana kwa kuwa nimefanya maamuzi bila kukushirikisha. Ila ni wazi hukumu inanifaa. Siwezi kuendelea kuishi kwenye ulimwengu huu watu walio safi ikiwa mimi ni mchafu. Nilimnyanyasa mama watu bure aliyenilea kwa mapenzi kwa kipindi chote bila hata sababu. Najuta, najitukia mimi ni shetani tu. Sipaswi kuwa binadamu, na hili lililotokea kwetu ni kama laana ya kumnyanyasa mama wa watu. Naomba endelea kumtafuta mama, na siku ukimpata basi mwambie kuwa mimi niko salama. Na nafurahi maisha ya huku nilipo. Nawapenda
nakupenda sana. Dada. Unisubiri basi watoto wengine waje. Dada. Najua tumekukosea Mungu, lakini umeharibu kujichukulia maamuzi. Ungenisubiri basi ongea hata kidogo. Dada, mimi nitamweleza nini mamangu nikija kumuona?